Kwa hiyo unaona hapa Mungu anautaja ushirika ambao ni wa kwake, wa Yesu pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo ni mwaliko ambao Mungu anatamani na ni kiu yake kuona hivyo, ya kwamba ana ushirika pamoja na mwanadamu. Sasa kama unakumbuka, ushirika huu ulivunjika dhambi ilipoingia katika bustani ya Eden. Kabla ya dhambi kuingia, Mungu alikuwa na ushirika na Adamu. Walikuwa na shirikiana. La Mungu lilikuwa la Adamu, la Adamu lilikuwa la Mungu. Kwa hiyo kulikuwa na ushirika ambao upo, waliishi kwenye ushirika. Na mimi nikagundua kumbe hata miaka ya Adamu ilikuwa mingi sana kwa sababu ya ule ushirika. Shirika ulimpa nafasi Adamu ya kuishi miaka mingi. Hauwezi ukashirikiana na Mungu alafu ukawa na maisha machache. Lazima utakuwa na utele katika kuishi, kwa sababu yeye Mungu tabia yake ni kuishi. Mungu wetu asifiwe. Sasa dhambi ilipoingia, Yesu amekuja kutuletea ushirika. Amekuja na yeye awepo mmoja wapo kama mfano wa kutuonyesha ya kwamba jamani, hili jambo linawezekana. Geukia ndugu yako, nisaidie kumwambia mtumishi anasema jambo hili linawezekana kwako. Piga kelele, sema linawezekana kwako. Yes, Mungu anaweza kuwa na ushirika na wewe, inawezekana kabisa. Na ndio maana hapa Mtume Yohana anawaambia watu waelewe ya kwamba na ushirika wetu ni pamoja na Baba pamoja na mwanawe Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anatamani tuwe na ushirika. Jambo lako anataka liwe la kwake, lakini vile vile jambo lake anataka liwe la kwako. Ndio maana ya ushirika. Ndio maana ya ushirika. Kwa hiyo kwenye ushirika tutakuja kuona baadaye kuna mambo mengi sana tutayaona ya faida. Adamu alimjua vizuri sana Mungu, kwa sababu kwenye ushirika kuna kujuana vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba andika hivi, ushirika wa Yesu, Mungu Baba na mwanadamu, unapitia njia mbili. Unapitia njia mbili. Ushirika wa Yesu, Mungu Baba na mwanadamu, unapitia njia mbili. Kwa lugha nyingine, unaweza kupata ushirika huu kupitia njia mbili. Au unaweza kusema jambo hili linawezekana kwa njia mbili. Kwa hiyo linapitia njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya Roho Mtakatifu. Andika tu. Njia ya kwanza ni njia ya Roho Mtakatifu. Tutaona kwa nini tunasema njia ya Roho Mtakatifu. Napitia njia ya Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza ni ya Roho Mtakatifu. Njia ya pili ni ya kupitia uhai. Njia ya pili ni ya uhai au nafsi. Njia ya pili ni ya uhai au nafsi, inapitia uhai au nafsi. Kwa hiyo tunaona hizi njia mbili ndio tunaweza zikatumika kuleta ushirika kwetu sisi. Yaani kwa maneno mengine, Yesu na Baba wana ushirika, ila sisi bado hiyo nafasi hatujaiona. Kwa hiyo ili tuweze kupata ushirika uliopo kwa Yesu na Baba, tunaona hizi njia mbili ndio njia pekee ambazo tunaweza zikatupa nafasi ya kupata huo ushirika. Njia ya kwanza ni kupitia Roho Mtakatifu, njia ya pili ni kupitia uhai au nafsi. Sasa tuanze na njia ya kwanza. Naomba andika hivi. Roho, njia ya kwanza, Roho wa Mungu aliye ndani ya Mungu Baba. Roho wa Mungu aliye ndani ya Mungu Baba ndiye anayeishi ndani ya Yesu. Roho wa Mungu aliye ndani ya Mungu Baba ndiye anayeishi
ndani ya Yesu. Weka koma hapo. Ndiye anayeishi ndani ya waliomwamini. Ndiye anayeishi pia ndani ya waliomwamini. Manake mimi na wewe. Roho wa Mungu anayeishi ndani ya Mungu Baba ndiye anayeishi ndani ya Yesu, na ndiye anayeishi pia ndani ya waliomwamini kwa wakati mmoja. Ndiye anayeishi ndani ya waliomwamini Yesu kwa wakati mmoja. Kwa wakati mmoja. Sasa huyo Roho ndiye anaishi, ndiye anayeitwa Roho wa ushirika. Huyo Roho anayeishi kwa wakati huo ndani ya Baba, anayeishi kwa wakati huo ndani ya Yesu, ndiye anayeishi kwa wakati huo ndani yetu kwa wakati mmoja. Huyo ndio anayeishi, anayeitwa Roho wa ushirika. Kwa nini Roho wa ushirika? Kwa sababu anaishi ndani yangu, na wakati huo pia anaishi ndani ya Yesu, na wakati huo pia anaishi ndani ya Baba. Kwa hiyo huyo ndio anaitwa Roho wa ushirika. Kwa unapoambiwa unaingia kwenye ushirika, ni kwa njia tu hii ya kwamba Roho Mtakatifu anapoishi ndani yako, kwa sababu kile anachokifanya ndani ya Yesu ndicho anatakiwa akifanye ndani ya Baba, ndicho anatakiwa akifanye ndani ya kwako. Kwa hiyo Roho mmoja ndio anaitwa Roho wa ushirika. Kwa maneno mengine ningesema hivi: akiingia ndani yako, anaona ni mapungufu gani ulionayo, anayachukua, anaenda kwa Yesu, anaona ni mambo gani alionayo, Yesu akuletee wewe. Sijasikia amina ya kutosha. Kwa hiyo picha zote anayo picha ya Yesu, anaye picha ya kwako, anaye picha ya Mungu wako, kote anayo. Kwa hiyo anaangalia ni kipi kinahitajika wapi. Kwa tunaweza tukaupata ushirika kwa kuwa tumepewa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa yeye kuishi ndani yetu, tunaupokea ushirika. Tunaupokea ushirika ambao unaitwa ni ushirika wa Yesu, wa Baba pamoja na mwanadamu. Pamoja na mimi, pamoja na wewe. Hebu jitaje jina lako, sema pamoja na mimi. Pamoja na mimi, pamoja na Marco, pamoja na Millicent, pamoja na fulani. Sema amina kubwa kwa Bwana. Mwambie ndugu yako ni maandiko. Mwambie tena haya ni maandiko. Unahitaji kuamini. Mungu anataka ushirika. Kwa tunapozungumza Roho wa ushirika, maana yake nini? Maana yake tunamzungumza Roho Mtakatifu anayeishi kwa Baba, anayeishi ndani ya Yesu. Huyo ndio anatakiwa aishi ndani yangu, na anapokuja kwangu, maana yake anakuja kunishirikisha yale ambayo Yesu anayo. Lakini pia anaenda kumshirikisha Yesu yale ambayo mimi ninayo. Anaenda kumshirikisha Mungu yale ambayo mimi ninayo, hata kama ni madhaifu, hata kama ni shida. Maana yake Mungu anayajua, kwa sababu yuko Roho ambaye anayajua, ameyaona, anamshirikisha. Sema amina kubwa kwa Bwana. Na ndio maana Mungu si kwamba tunamuomba ili ajue shida zetu, hata tukinyamaza anajua shida zetu. Anaelewa, anafahamu. Unajua wakati fulani nilishangaa, nyinyi wasomaji wa Biblia mnagundua Mungu alimuita Musa mlimani, akawa anataka kumpa zile amri 10 na sheria. Kwa mujibu wa Biblia anasema alikaa siku 40 usiku na mchana, hakula kitu chochote. Alipokuwa amemalizana naye kumpa utaratibu na zile sheria, ukisoma utaona tu Mungu anaanza kumwambia Musa, hao watu wako wameshajichafua. Unaona? Wameshajichafua. Musa hajui. Anajua wako salama. Sema wameshajichafua. Kuna kitu wamekifanya huko chini. Kwa sababu tunapozungumza habari ya kujua Mungu yuko
maeneo yote kwa wakati mmoja. Anaelewa anachozungumza na Musa. Yuko na Musa pale, lakini pia yuko na wana wa Israeli huko. Walipokuwa na vuruga anawaangalia. Mwambie ndugu yako kuna vuruga kwa sababu Mungu anakuangalia tu. Si kwamba hakuoni, na kunyamaza kwake haimaanisha kwamba hajui au hayupo. Yupo. Anaweza Mungu ukavuruga na akakunyamazia, si kwamba hayupo. Ila wakati mwingine ana huruma nyingi sana na kutupa nafasi. Sema amina kubwa kwa Bwana. Tena ikatokea wakati mwingine wakamkoromea Musa. Wewe unajifanya mtumishi bwana, na tumechoka na wewe. Kila saa kwanza mmejipanga wewe na ndugu yako, maana yake utumishi ni organization. Haruni ni ndugu yako, Miriam ni dada yako. Mambo haya bwana. Kwa hiyo wakaanza mambo mengi, kusema mambo mengi sana. Na akamwambia hapana, sisi tu Walawi tunahitaji kufanya huduma. Kwa nini tu mchague ndugu yako Haruni? Na Mungu alimchagua Haruni kuwa kuhani mkuu. Wakawa na complaint nyingi sana. Kwa hiyo haya maneno Musa yakamuumiza. Sema amina kubwa kwa Bwana. Kwa hiyo ushirika, natamani uelewe, tunapozungumza juu ya ushirika tunazungumza maana kubwa sana. Tunataka kutoka kwenye level ya kitoto ya kiroho tuingie kwenye level kubwa. Yaani unapokuwa na ushirika kuna ngazi nyingi sana utakuwa unazivuka ambazo itakiwa usikanyage. Unapewa level ya juu ya kuwa na mahusiano na kimungu. Huhitaji kuhangaika sana. Unajua wanafunzi wa Yesu kumtoa pepo ili watoka jasho. Unajua kuna pepo mwingine alikuwa na pepo bubu alafu amewasumbua hapa wanaume 12. Sema wanaume 12. Sema wanaume 12. Majibaba yametoka hakuna. Yaani pepo amegoma. Yesu alikuwa mlimani anaomba. Aliporudi akakuta heka hizo. Na mimi kitu kinanishangaza kinasema yule baba mwenye mgonjwa alipomwona Yesu anatokea mbali akaingilia katikati maombi yale wapendwa. Yaani wako kwa jina Yesu, toka. Wengine wamefunga na macho hawajui kinachoendelea. Yule baba akamnyakua mgonjwa akampeleka kwa Yesu, alafu anawashtakia, nilimpelekea wanafunzi wako wameshindwa. Kama ulikuwa umefunga macho unashangaa mgonjwa hayupo. Amepaa, amenyakuliwa, amekwaje? Kuna mtu mmoja kumnyakua. Lakini Yesu kwa sababu yuko kwenye ushirika akasema nitakaa na ninyi mpaka lini? Kwa dakika chache tu akamkemea. Alafu akafunguliwa. Wanafunzi wakasema tusilianzishe hapa, ngoja tusubiri nyumbani. Wakafika nyumbani akamwambia sasa halo, mbona hii kitu ilikataa kwetu? Unaona sisi wote 12 hapa tumejitutumua kweli. Akasema unajua, na akaeleza kwa nini imekuwa simple kwake. Kwa sababu ana nguvu ya ushirika. Kilichopo kwa Yesu kiko kwa Baba. Nguvu alionao Yesu ndio nguvu alionao Baba. Uwezo alionao Yesu ndio uwezo alionao Baba. Kwa hiyo si kitu kigumu kwake, kwa sababu ushirika unapewa nafasi ya kupewa wajibu na kupewa fursa ambazo wengine hawezi kuzipokea. Yesu akasema haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Mwambie ndugu yako, kufunga na kuomba yenyewe ni shughuli. Wangapi nakubaliana na mimi? Wangapi nakubaliana na mimi kufunga na kuomba ni shughuli? Lazima na usaidiwe. Kufunga na kuomba je kwa nguvu ya mtu yote? Na uweze kujitamba kwamba najua kufunga. Hapana, kuna uwezesho maalum wa kusaidia kufunga. Bila huo uwezesho hauwezi. Wangapi ambao ukitangaza kanisani maombi ya kufunga ukimpima kilo sasa hiyo amepungua kilo 5. Kumwambia Jumatatu tunaanza mfungo, sasa unamtangazia anapungua saa hiyo. Kwa sababu nao ni neema. Lazima nao uwezesho uwepo. Sio jitihada ya mtu kufunga. Na ndio maana nasema alienda mlimani akiongozwa na Roho. Iko neema ya kumsaidia kufunga. Usiende hivyo. Watu wengine wanajitapa nataka nipige kavu 40. Tumeona wakifa. Kwa sababu si swala la uwezo wa mtu. Kisayansi yenyewe inakuambia mwanaume siku 7 anakufa. Kwa maana yake ukiona umevuka hapo si neema ya mwanadamu. Wanasayansi wenyewe wanasema kabisa haiwezekani. Kwa ukiona inawezekanika uko upendeleo, uko neema kutoka mbinguni kwa ajili ya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu chepesi nafikiri. Kwa ninachotamani unielewe,
Tunapozungumza ushirika, tunaona hapa Mungu ametufungulia mlango mpana wa sisi kuweza kupata ushirika ili tufanye yale mambo ya kiroho kiwepesi. Kuna neema na uwezesho kutusaidia. Usijipige kifua. Tena ukisema hivyo naanza kufunga kesho, unaona ngumi zinaanza kutokea tumboni. Minyoo inaanza kugombana. Shida kabisa, tabu. Na watu wengi walishapanga kufunga, lakini ikifika hapa anaahirisha. Kwa sababu inahitaji neema ya Bwana. Sema amina kubwa kwa Bwana. Kwa hiyo tunaona njia ya kwanza ni ya Roho Mtakatifu. Tunaupata ushirika kwa Roho wa Mungu kuweza kuwepo ndani yetu. Akiwepo ndani yetu, maana yake tumepata fursa ya kupata ushirika wa Yesu Kristo na Mungu Baba kwetu. Tunaupokea. Sasa hebu nikuonyeshe maandiko machache tena. Ukisoma Mathayo 10 mstari wa 20 anasema hivi. Mathayo mlango wa 10, niende kwa haraka kidogo nikupe maelezo haya. Mathayo mlango wa 10 mstari wa 20, Biblia inasema hivi. Mathayo 10:20, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Unaona hicho kitu? Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na haya maelezo aliyasema siku ambapo mtawekwa kwenye mabaraza, siku ambapo mtakuwa mnashutumiwa kwa sababu yangu, msio na mashaka. Kwa sababu mchakuwa na Roho huyo wa ushirika, hamtakuwa ninyi na usemi. Atakuwa anabeba usemi kwenu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona kwa nini nipokee maneno ya kimbingu? Roho Mtakatifu pekee anapokuwa ndani yangu ananipa ushirika kwamba katika kesi hii mbingu inasema nini. Kwa Roho Mungu atasema ndani yako, kwa sababu yeye ndiye usemi wa mbingu. Yeye ndiye usemi wa ufalme wa Mungu. Sema amina kubwa kwa Bwana. Kwa wakati mwingine hata kama kuweka kiti moto kwa sababu ya Mungu, wala usiwe na pressure. Bwana atazalisha maneno ambayo kila mtu akiyasikia ataomba maji ya kunywa. Nimesema ataomba maji ya kunywa. Na Mungu anatujua. Wewe huwezi kuniambia Mungu atuumbe alafu asitufahamu. Anatufahamu vizuri sana. Kwa anasema hapa Yesu, wala msio na mambo mengi, kwa kuwa sio ninyi mtakuwa kwa mnasema, bali Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Yeye ndiye atakuwa anazalisha nini myaseme, na hayo mtakayoyasema yatakuwa ni majibu tosha kabisa kwa wale ambao watakao nawasikiliza, kwa wale ambao watakuwa wanashindana na nini. Lakini pia ukisoma kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 9, Rumi 8:9 anasema hivi. 8:9 Biblia inasema, Rumi 8 mstari wa 9, Biblia inasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo Roho huyu ambaye anaishi kwa Kristo ndiyo Roho huyo anayeishi kwa Baba, ndiyo Roho huyo ambaye anatakiwa aishi ndani yetu. Na akishakuwa anaishi ndani yetu, tunasema tunaishi ndani ya ushirika wa Yesu Kristo, Mungu Baba pamoja na sisi, pamoja na mimi. Haleluya. Sema amina kubwa kwa Bwana. Kwa anasema ikiwa anaishi ndani yenu, anasema hamufuati mwili. Maneno mengine ni kwamba Roho wa Mungu akishakuwa anaishi ndani yako, anakuhamisha kutoka kwenye ushirika wa dunia, anakuingiza kwenye ushirika wa kimbingu. Unauao upande wa dunia, si kwamba haupo duniani. Yaani unaishi duniani, lakini mambo ya dunia hayakusumbui, wala hayakubabaishi, wala hayakutetemeshi. Kwa sababu kuishi kwako kutegemea dunia, kunategemea ufalme wa Mungu, kunategemea mbingu. Sema amina kubwa kwa Bwana.
tunapomtazama huyo roho wa shirika tena, ukisoma Yohana 14:17, Yohana 14:17, Biblia inasema hivi, 14:17 Yohana. Anasema ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa hawamwoni wala hawamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Mwambie ndugu yako anakaa kwako. Anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo wakati huo roho Mungu anapokaa ndani yako sasa hivi, Millicent, ndio wakati huo yuko ndani ya Yesu. Ndio wakati huo yuko ndani ya Baba. Kwa hiyo wewe na Yesu na Baba mna ushirika. Nini kinakupa ujasiri kusema na ushirika? Kwa sababu roho anayeishi ndani ya Yesu ndiye anaishi kwako. Sijasikia amina ya kutosha. Kwa hiyo natamani unielewe, tuna fursa kubwa sana. Na unajua saa unapoelewa jambo ndio saa uhuru wako unaanza kupatikana. Saa usipoelewa jambo bado utabaki utumwani. Lakini uhuru unaanza kupatikana saa nuru ya uelewa imeanza kuingia kwenye maisha yako. Niliwahi kusema hapa siku moja kwamba nilienda mahali, ikawa kuna dada mwingine ambaye alikuwa sio wa dini hii, alikuwa sio wa imani ya kwetu, lakini alikuwa anasumbuliwa na nguvu za giza kiasi ya kwamba yale majini yalikuwa anampagaa, yakimzidia anavua mpaka nguo anakimbia bila nguo. Kwa wale ndugu zake walikuwa wanajua akishaona hiyo hali wanamfungia ndani, usalama wake wanamchukua, wanamwekea, wanamfunga ndani, anaweka na kufuli, wanamfungia huko ndani. Kwa hata akivuruga avurugie huko ndani. Wakishaanza kuona dalili. Sasa akawa amekuja hapo maeneo fulani. Kiwa nazungumza, nafikiri na mtumishi akamwambia kuna mtumishi yuko hapo, hebu zungumza naye, anaweza kukusaidia kwenye shida aliyonayo. Na mimi nilikuwa nasikia kwa mbali kasa Yesu hapo. Sasa huyu mtu mwenye majini, nikamwambia sasa roho wa Mungu unafanyaje? Unaona uzuri wa ushirika? Nafanyaje? Wewe hujui nguvu ya ushirika, ndio maana ukipata pressure unaanza kuhangaika na wanadamu. No, kabla ya mwanadamu mwambie roho wa Mungu, hili sasa nafanyaje? Sio mtu wa imani yangu, nafanyaje? Alafu roho wa Mungu akambia nikasikia sauti naambia Matendo ya Mitume 4:12. Sasa mimi sinafahamu Matendo ya Mitume 4:12. Na mimi naifahamu vile hata usipofungua naisoma kabisa. Roho Mungu akawa anisomea kabisa kwenye moyo wangu na mimi kama anairudia. Alipokuja akaeleza mambo mengi sana, nikamwambia Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1, hata yeye sio imani yangu. Na mimi unajua nasema kile ambacho nimeagizwa. Unajua kuna wakati mwingine unaambiwa hata hujui impact itakuwaje, lakini ukishakuwa na ushirika unaambiwa sema tu, hata kama it makes sense, ita make sense kwa sababu umepewa na ushirika wa mbingu. Imagine una mtu wa imani yangu namzungumzisha mambo ananielewaje? Na ni kwa sababu ni roho Mungu ameniambia. Nikamweleza wazi, nikamwambia hakuna wokovu katika mwingine yoyote. Inawezekana wanao viongozi wako hawezi kukuokoa kwenye shida ulionayo. Yuko mmoja anaitwa Yesu Kristo, anaweza kukuokoa kwenye shida ulionayo. Nilipokuwa nasema hivi, akaanza kutoka na machozi. Nikaona anaanza kujikusanya. Na mimi nikamwambia sasa huyu anajikusanya, roho Mungu nasemaje hapa? Nafanyaje? Niondoke? Akaba mwambie utakufa. Imagine unamhubiri mtu injili afu unamwambia utakufa. Baadaye machozi akamtoka, akatulia. Alafu sauti ya Mungu ananiambia mwambie leo atalala usingizi mzuri sana. Kumwambia leo atalala usingizi mzuri. Akasema amina mtumishi. Akaondoka. Kesho nakuja, alikuja mbio kwangu. Mbio. Akaniambia samani mtumishi wa Mungu, hivi ulipokuwa unazungumza na mimi ulikuwa unaniwekea nini? Nikamwambia kwani wewe uliona ninakuwekea nini?
unajua ulipokuwa unasema na mimi kwenye lile andiko, maana sasa hivi ameshaokoka. Ulipokuwa unasema na mimi, kulikuwa na moto unatoka ndani yako, unayachoma yale majini yaliyoko ndani yangu, alafu kwa sababu yanaungua yakawa yananiambia mrukie umkabe huyu mtu. Na nilipotaka kurukia ukaniambia nitakufa, na nikiangalia na ule moto naona nitakufa kweli. Unaona uzuri wa ushirika? Ukichanganikiwa, yuko anayesema ndani yako, yuko ambaye atakupa usemi wa kusema ndani yako. Akaniambia kweli nimelala usingizi kama mtoto mchanga. Akaniambia unajua nini, nilipotoka hapa nikataka kudhibitisha, je, haya madudu yametoka kweli au kwa sababu kulikuwa na mganga aliyomwandaa. Yaani akishapagawa wanampeleka yule mganga ndo anayatuliza arudi kuwa nomo. Kwa hiyo akasema nikataka nilipotoka hapa nikakimbia moja kwa moja kwa mganga, nikaona yeye aliponiona nakuja tu akachukua ngoma zake akaanza kuzipiga. Pipi pipi pipi. Sasa nikaona naona anapiga tu wala sisikii vibaya, bado akili yangu iko vile vile. Yeye akaanza kuingia rohoni, nilikuwa anapata, nikachukua malapa yangu nikamwacha akipiga ngoma zake, nikaenda nyumbani. Na nimelala usingizi mzuri kweli. Ile mganga ameacha akipigwa ngoma, yeye ameondoka zake, haoni chochote kinachotokea. Mungu wetu asifiwe. Mungu wetu asifiwe. Na wakati mwingine anatuelekeza hata vitu vya kiduniani kabisa tuvifanye. Vya kidunia hivi si vitu normal, si vitu ambavyo viko nje ya dunia, lakini vina majibu ndani yake, vina suluhisho ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuelewa Yesu alipokutana na Bartimayo, maana yake alimwambia sasa Roho Mungu unafanyaje? Yesu akamwambia mtemee. Roho Mungu akamwambia mtemee mate. Na ukiambia na Roho Mtakatifu mtemee mate, usisikie watu watakwambiaje. Amri ya Bwana ina neema ndani yake. Yesu ndio wakati anataka kuandaa Pasaka aliwaambia wanafunzi, nendeni kwenye kijiji kinachokabili na mtamkuta mtu mmoja ambaye anachukua mtungi wa maji mwanaume, mfuateni. Yaani msio na mambo mengi, mfuateni mpaka anapoingia ndani. Kwa hiyo unaweza kuimagine wamekutana na mtu amebeba mtungi wa maji, alafu akipiga hatua watu wanamfuata, akipiga hatua watu hawamsemishi chochote mpaka ndani. Walipoingia ndani wakamwambia hivi, Bwana amesema muandalie, anataka kula Pasaka, ni wapi mahali panafaa atawaonyeshe. Unajua wakati mmoja unataka kuniibia au ni no, ukishakuwa ni amri ya Bwana mambo ya kuibiwa hayapo. Kishakuwa ni amri ya Bwana, ameagizwa. Kwa hiyo naye anasema, kwa unaona Bartimayo hapa amekuja, nafanyaje hapa? Nafanyaje hapa? Huyu mguse. Huyu mguse. Huyu simtemee mate. Wangapi anatamani kuingia kwenye ushirika wa Bwana? Yes. Hata kule ofisini Yesu anataka hiyo nafasi. Mgeukie ndio kumwambia Yesu anataka hiyo nafasi yako pale, awe na wewe kwenye ushirika hapa kwenye ofisi yako, alafu afanye vitu ofisi nzima ishangae. Shangae. Anatamani. Kwa hiyo unachokiona hapa anasema wazi, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Hakai pale kama picha, hakai pale kama picha jamani. Anatakiwa akae pale afanye kazi pamoja na sisi. Na wewe ushirika ukinoga, atakwambia hata leo usile kitu gani, leo kula kitu fulani. Sijasikia amina ya kutosha. Kabisa. Kabisa. Unajua mtumishi amezungumza jambo kubwa hapa la imani. Mungu anatuhudumia sisi sote, Roho Mtakatifu anatuhudumia sisi sote kulingana na level zetu tulizonazo. Na usifikiri, usidhani level aliyokuhudumia ndio imefika mwisho. Iko nyingine. Kwa hiyo usiyoiona kama hujui, funga mdomo. Kwa sababu nayo ni level nyingine. Sijasikia amina ya kutosha hapa.
Na ndio maana unaona ulimwenguni tuna ugomvi mkubwa kati ya wachungaji na mitume. Unajua hizi zote huduma Roho Mungu anazo, anajua jinsi ya kuzifanya. Kwa akikufunuliwa kama mchungaji, akifunuliwa mwingine kama mtume, usiseme mtume yeye ni kipepo. Maadamu mmeandikwa ni ya kwake. Ni ya kwake. Kwa natamani unielewe sana. Katika level hizo. Katika level hizo. Sasa kuna mwingine ambaye alikuwa na shida, sijui kwa natumia mfano hii. Alikuwa na shida, anaumwa. Sasa wakati anamuuliza, sasa huyu mtu anaumwa, nafanyaje? Sasa kulingana na imani yake, akamwambia huyu mtu, Roho akamwambia huyu mtu ana malaria. Alafu anamwambia alini duka la dawa kanunua Amodiaquin. Sasa huyu mtu Amodiaquin hata yeye hajui kutumia, hata haijui. Akaenda akachukua hiyo dawa akaitumia, malaria ikaisha. Kwa nini hakuweka mkono wa neema pale? Kulingana na level ya kila mtu. Kuna wengine wamezoea kuandikiwa vitu. Kuna wengine unamwambia mtu atakuponya, anasema nipe na andiko la kusimamia. Ndio level yake, mpe. Mpe ile andiko la kusimamia, ndio level yake, mpe. Kuna mwingine anahitaji andiko la kusimamia, anasimama hivyo hivyo. Mpe, ni level yake. Hata kwa kuendesha gari bana tunatofautiana. Wakati wa kujifunza gari mimi kitu nilitokea, tulikuwa barabarani nimepewa mandolini. Hiyo mandolini anapojaribu kuiweka sawa, haikai sawa. Kile anapoweka kwenye barabara inatoka. Alafu mtu akusalimie utoe mkono, ndio utakapojua. Yaani mwingine level nyingine anasalimia na anaandika message na gari liko kwenye level kabisa. Usisubutu kama wewe uwezi, utaleta ajali. Kwa Roho Mungu pia na level zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumpate kwanza na atupe huo ushirika na tupate hizo level zote. Ataanza na wewe na level ya chini, lakini ataendelea kukua na level nyingine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu mpaka ulale usingizi ili uweze kuona maono. Mungu anaweza kusema na wewe hata ukiwa unatembea barabarani. Anaweza kusema na wewe. Ni level. Mungu wetu asifiwe. Ukisoma tena Warumi mlango wa 8 mstari wa 11 anasema hivi. Warumi 8:11. Biblia inasema lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ikiwa anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Mwambie ndugu yako unaishi na aliyemfufua Yesu. Mpe wa kwanza hai na wa pili, mwambie unaishi na yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Kama alimfufua Yesu, anashindaje kuuisha yale mambo ambayo yako ndani yako amekufa? Yaani Yesu alikufa, kila kitu kikanyamaza ndani ya siku 3. Figo hazifanyi kazi, maini hayafanyi kazi, alafu wewe bado moyo unafanya kazi, figo inafanya kazi, labda kuna shida tu, alafu ashinde kufanya hiyo kazi. Kama alifanya kazi kubwa ya kumfufua Yesu, anashindwaje kukuponya shida ulionayo? Maana ni kitu kidogo sana ndani yako. Anasema yeye aliyemfufua Yesu, anatamani aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu ikiwa anaishi ndani yako, maana yake atafanya yote unayohitaji. Kama alifanya kwa Yesu, kwa nini asifanye kwako? Kama alifanya kwa Yesu, kwa nini asifanye kwako?